Halo, habari, natumaini unaendelea vizuri na leo natamani kushare jambo hili na wewe. Ni vitu gani ambavyo mara nyingi tunavikosea, tunapokuwa tunapanga budget zetu. Budget ni mapato na matumizi kwa kipindi maalum. Inaweza ikawa ni weekly, inaweza ikawa ni monthly, inaweza ikawa ni quarterly, inaweza ikawa ni annually. Kulingana na kipato, kwa sababu kuna mtu anaweza akawa anapata kipato kwa siku, kwa wiki ama kwa mwezi, na wapo ambao pia wanapata kwa quarter. Kulingana na shughuli ambayo anafanya kwa ajili ya kumuingizia kipato. Mara nyingi huwa tunapanga matumizi lakini pia tunapanga mapato. Kinachotupa direction ya kupanga matumizi ni mapato. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunapanga matumizi mengi au tunakuwa na matamanio mengi kwenye upande mmoja, yaani wa matumizi. Lakini kwenye upande wa mapato, pato linakuwa ni lile lile. Na hapo ndo changamoto inakoanza kwamba matumizi ni makubwa lakini mapato ni madogo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia unapata kiasi gani ili uweze kuweka bajeti ya kiasi gani. Kwa sababu matumizi yakiwa mengi kuliko budget, kila siku utakuwa unaona upangaji wako wa budget haujakusaidia chochote. Na ndo maana wengi wetu huwaga tunaona bora liende tu, hatuna haja ya kupanga budget, lakini kuna umuhimu mkubwa sana wa kupanga budget kulingana na vipato. Kwa hiyo kadiri matumizi yanavyozidi kuwa mengi, ndivyo inakualert kwamba unatakiwa kuongeza kipato ili kuweza kucover matumizi. Au njia nyingine ni kupunguza matumizi yale ambao sio ya lazima ili kuweza kumeet mapato yako. Kwa hiyo kabla hujapanga budget pia cha kuzingatia ni mapato yako ili kuelekeza mapato yako yanaenda wapi kwenye matumizi ambayo ni ya muhimu. Lakini pia cha pili ni kupunguza matumizi ambayo sio muhimu. Yaani yale matumizi ambayo unaweza ukayakosa na maisha yakaendelea. Asanteni sana, tukutane kwenye video inayofuata.